Siku zote tumekuwa tukiwafuatilia na kuwafurahia waigizaji waliofanikiwa kupanda ngazi ya mafanikio licha ya vikwazo vyote, lakini wapo ambao waliishia njiani na kushuka, ambao tumewasahau licha ya kuwaona katika filamu tulizozipenda. Mambo vipi? Karibu tuwakumbuke waigizaji 10 wa kiume wa Bollywood waliosahaulika. Kilichomkuta namba 9 kitakusikitisha sana. Jugal Hansraj. Jugal Hansraj alianza kazi yake katika tasnia ya burudani kama mwigizaji mtoto kupitia filamu ya Masoom ya mwaka 1983. Filamu yake ya kwanza kama mtu mzima ilikuwa ni Aa Gale Lag Ja ya mwaka 1994, ambayo alionekana pamoja na Urmila Matondkar ambaye pia alicheza kama dada yake katika filamu ya Masoom. Jugal aliweza kupata umaarufu kwa kucheza kama mmoja wa wavulana wenye sura nzuri katika filamu ya kimapenzi ya mwaka 2000 iitwayo Mohabbatein, filamu ambayo mpaka leo ndiyo anayokumbukwa nayo na mashabiki wake. Kazi yake kama mwandishi na mwongozaji ilianza kupitia filamu ya katuni ya mwaka 2008 iliyokuwa inaitwa Roadside Romeo. Filamu hii ilitayarishwa kwa ushirikiano kati ya Yash Raj Films na Walt Disney Studios. Mwongozaji huyu wa filamu ya Pyar Impossible amekuwa akiweka maisha yake binafsi siri daima. Hivi karibuni Jugal ameonekana katika msimu wa pili wa series maarufu ya Netflix inayoitwa Mismatched. Je, unamkumbuka Jugal kupitia filamu gani? Hemant Birje. Hemant Birje ni mwigizaji wa filamu wa India ambaye ameonekana katika filamu za Kihindi za kiwango cha B grade na kwenye tasnia ya filamu ya Bhojpur. Hemant Birje alikuwa ni mwanamichezo wa cricket kabla ya kujiingiza kwenye tasnia ya filamu. Birje alijulikana kama Tarzan, jina la mhusika katika filamu ya Adventures of Tarzan ya mwaka 1985. Filamu hiyo ilimpa umaarufu, lakini baadaye akawa mwigizaji wa kawaida kwenye filamu kadhaa za Mithun Chakraborty. Hemant hakufanikiwa kuendelea kuwepo sana kwenye tasnia kubwa ya filamu za viwango na gharama kubwa, yani A grade, bali uwepo wake ulionekana sana na alipata umaarufu katika filamu za B grade ambazo ni filamu zinazofanyika kwa kiwango cha chini na bajeti ndogo, na pia filamu hizi zinakuwa na hadithi za maadili, ucheshi na matukio ya kupambana. Hivyo huwa ni filamu ambazo hazina masoko makubwa na hazifanyiki ndani ya Bollywood. Hemant Birje bado yuko hai na anaendelea kufanya biashara nyingine. Mara ya mwisho alionekana kwenye filamu ya Salman Khan ambayo ilikuwa inaitwa Garvi. Zaid Khan. Siku moja akiwa ameketi kwenye seti ya filamu iitwayo Aap Mujhe Achhe Lagna Lage ya mwaka 2002 ambayo ilimhusisha shemeji yake yani Hrithik Roshan, mtu mmoja kutoka Pantaloon Rave Entertainment alimuona, na hapo ndio akapata nafasi ya kufanya filamu yake ya kwanza mwaka 2003, filamu iliyoitwa Chura Liya Hai Tumne. Baadaye aliigiza katika filamu kadhaa ambazo hazikuweza kufanya vizuri katika mauzo ya tiketi. Mara ya mwisho alionekana kwenye filamu iitwayo Sharafati Gai Teleleni ya mwaka 2015, kisha akaingia kwenye vipindi vya runinga mwaka 2017 kupitia series inayoitwa Hasil. Zaid Khan ambaye alikuwa anasifika kwa sura ya kuvutia, alikuwa na kila kitu kinachohitajika kufanikiwa ndani ya Bollywood isipokuwa ujuzi mzuri wa uigizaji. Hadi leo Zaid anajulikana zaidi kwa nafasi yake katika filamu ya Meuna aliyoigiza pamoja na Shah Rukh Khan. Fardeen Khan. Akiwa ni binamu wa Zaid Khan na mtoto wa kiume wa pekee wa Feroz Khan, Fardeen Khan aliingia rasmi ndani ya Bollywood kupitia filamu iitwayo Prem Agan ya mwaka 1998. Kupitia filamu hii alishinda tuzo ya Filmfare kama mwigizaji bora wa kiume chipukizi. Baada ya hapo Fardeen aliigiza katika filamu chache, lakini hakuna hata moja ambayo iliweza kuacha alama kwa watazamaji. Fardeen alihadimika kwa muda mrefu kwenye tasnia, huku mradi wake wa mwisho ukiwa ni filamu ya Dula Mil Gaya ya mwaka 2010 ambayo haikufanya vizuri pia. Fardeen amekuwa akivuma zaidi kwenye vyombo vya habari kwa sababu ya ongezeko na upungufu wa uzito wake. Ameigiza katika filamu nyingi za Kihindi zikiwemo Kush ya mwaka 2003, Yanashin ya mwaka 2003, Dev ya mwaka 2004, No Entry ya mwaka 2005, Hey Baby ya mwaka 2007 na All the Best
First Fun Begins ya mwaka 2009. Filamu nyingi alizoshiriki hazikufanya vizuri katika mauzo ya tiketi. Mwaka 2023, Fardeen alichukuliwa kuigiza katika filamu ya Kihindi ambayo ilikuwa inaitwa Visfort, ikiwa ni takriban baada ya miaka 14 tangu filamu yake ya mara ya mwisho, yani Dula Mil Gaya, itoke. Ndani ya mwaka huo huo alichaguliwa pia kucheza katika series iliyopo Netflix iliyoitwa Heramand. Je, ulimpenda Fardeen kupitia filamu gani? Ayub Khan. Kwa kuwa wazazi wake walikuwa waigizaji, walitaka angalau mtoto wao mmoja kati ya watatu ajiunge katika tasnia ya filamu. Kaka yake na dada yake wote walikataa kuingia katika uigizaji, hivyo ikambidi yeye atimize matarajio ya wazazi wake, na ndipo akaingia kwenye fani ya uigizaji. Kuwa mpwa wa superstar mkubwa Dilip Kumar kulimpa Ayub Khan nafasi rahisi ya kuingia Bollywood. Hata hivyo, ingawa alikuwa na sura ya kuvutia, uigizaji wake haukuweza kufikia viwango vizuri. Alianza uigizaji kupitia filamu ya Mashuk ya mwaka 1992, kisha akaigiza katika filamu ya Salam ya mwaka 1994 na Kelona ya mwaka 1996, lakini hakuna filamu hata moja kati ya hizo iliyofanikiwa kuvuma katika wakati huo ambao wakina Khan wengine watatu walikuwa wakitawala tasnia. Kutokana na kushindwa kutambulika na kung'ara licha ya kucheza nafasi mbalimbali ndogo kwenye filamu, Ayub Khan alifanya uamuzi mkubwa kwa kujibadili kuwa muigizaji wa vipindi vya runinga. Mwisho wa siku alifanikiwa kwa upande huo. Je, unamkumbuka Ayub Khan kupitia filamu gani? Aftab Shivdasan. Aftab alianza kama mwigizaji mtoto katika filamu maarufu ya Mr. India ya mwaka 1987 ambayo iliwashirikisha Anil Kapoor na Sridevi. Baada ya kuonekana katika filamu chache kama mwigizaji mtoto, Aftab alicheza kwa mara ya kwanza kama mhusika mkuu katika filamu iitwayo Must ya mwaka 1999. Tangu wakati huo, mwigizaji huyu ameonekana katika zaidi ya filamu 50. Baadhi ya filamu maarufu alizoshiriki ni pamoja na Awara Pagal Diwan ya mwaka 2002, Hungama ya mwaka 2003, Alu Chat ya mwaka 2009 na Grand Mast ya mwaka 2013. Baada ya kufeli kwa filamu iitwayo Great Grand Mast ya mwaka 2016, filamu ambayo ilikuwa ni ya tatu katika mfululizo wa Mast, Aftab alijitosa katika tasnia ya filamu za kusini mwa India kwa kucheza kama adui mkuu katika filamu ya Kitamil iitwayo Baskar Oru Rasko ya mwaka 2018. Baadaye akajitosa kwenye tasnia ya filamu za Kikanada. Miongoni mwa kazi zake za hivi karibuni zilizojulikana ni pamoja na filamu ya Bollywood iliyoitwa Setters ya mwaka 2019. Je, unamkumbuka zaidi Aftab kwa kumuona kwenye filamu gani? Rajat Bedi. Kabla ya kutambulika kama mwigizaji, Rajat Bedi alifanya kazi kama mwakilishi wa mwili kwa matukio ya hatari, yani stunt double wa Shah Rukh Khan katika filamu za Karan Arjun ya mwaka 1995 na Duplicate ya mwaka 1998. Baada ya kufanya filamu yake ya kwanza iitwayo 2001 Doazari Ek ya mwaka 1998, alionekana pia kwenye filamu ya International Killed ya mwaka 1999. Mwaka 2002 alicheza filamu maarufu iitwayo Jaan Dushman Ekyanok Kahan iliyowashirikisha waigizaji wengi maarufu wa Bollywood. Bedi alipata umaarufu zaidi baada ya kuigiza kama Raj Saxena katika filamu ya Koi Mil Gaya ya mwaka 2003. Filamu hii ilifanikiwa sana na kuwa maarufu, lakini yeye hakunufaika nayo. Baada ya hapo, aliingia kwenye msongo wa mawazo na akaamua kuhamia Vancouver, Canada kwa ajili ya kuanzisha biashara mpya. Mwaka 2007, akiwa nchini Canada, alianzisha kampuni ya ujenzi wa mali zisizohamishika iitwayo Craftsman Holdings Limited. Mwaka 2015 aliporejea kwenye tasnia ya burudani baada ya takriban mwongo mmoja, Rajat Bedi alibadilisha jina kutoka Rajat Bedi na kuwa Raj Singh Bedi. Mara ya mwisho kuonekana kwenye filamu ilikuwa ni mwaka 2023 baada ya kucheza katika filamu ya Kipunjab iliyoitwa Goligape. Unamkumbuka zaidi Rajat Bedi kupitia filamu gani? Arman Koil.
Arman Koil ni mtoto wa mwongozaji maarufu wa filamu Rajkumar Koil. Alionekana kwa mara ya kwanza kwenye screen kama mwigizaji mtoto mwaka 1982 kupitia filamu iitwayo Badle Ki Aag. Arman alianza rasmi kuwa mwigizaji mkuu katika filamu ya baba yake iliyoitwa Virodh ya mwaka 1992. Alikuwa ameandaliwa kucheza kwenye Diwana, lakini alijiondoa kwenye mradi huo na baadaye Shah Rukh Khan akachukua nafasi yake. Arman akaigiza kwenye filamu nyingine kadhaa katika miaka ya 90 zikiwemo Dushman Zamana ya mwaka 1992, Anam ya mwaka 1993 na Aulad Ke Dushman ya mwaka 1993 ambazo zote zilifeli sokoni. Baba yake alijaribu kumfufua kwenye uigizaji kupitia filamu ya Kahar ya mwaka 1997, filamu ambayo ilipata mafanikio ya wastani ya kibiashara. Mafanikio hayo ya wastani hayakutosha kabisa kufufua taaluma ya Arman Koil. Baada ya mapumziko ya miaka 5, Arman alirejea kupitia filamu ya Jaan Dushman ya Kianok Khan ambayo nayo haikufanya vizuri sokoni. Katika filamu hiyo alitambulishwa upya kwa jina la Monish Koil na akaendelea kutumia jina hilo katika filamu zilizofuata, ingawa baadaye akarudi kujiita Arman Koil. Baada ya mapumziko ya miaka 12 katika kazi ya uigizaji, alirejea tena kupitia filamu iitwayo Prem Ratne Dhan Payo ya mwaka 2015, filamu ambayo ilimshirikisha Salman Khan pia. Arman amekuwa ni mtu mwenye hasira za haraka, jambo ambalo limemletea matatizo mengi katika maisha yake ya kazi ya uigizaji kutokana na kuingia kwenye kesi za kisheria mara kwa mara. Je, ulimpenda zaidi Arman kupitia filamu gani? Shinei Ahuja. Baada ya kumaliza chuo kikuu, Shinei alipata tangazo la Pepsi ambalo lilimpa umaarufu mkubwa ndani ya India. Kutokana na hilo, Shinei alipata ofa nyingi za matangazo ya filamu na alifanya kazi kwenye matangazo zaidi ya 40. Baada ya tangazo lake la Pepsi, mwigizaji huyo alipigiwa simu na Sudhir Mishra na alifanyiwa usahili kwa ajili ya filamu iitwayo Hazaron Khwaishain Aisi ya mwaka 2005 ambayo ilimpatia tuzo ya Filmfare kama mwigizaji bora wa kiume. Mnamo mwaka 2006, Shinei alikuwa star ghafla baada ya kutolewa kwa filamu iitwayo Gangster, na baada ya filamu ya Gangster alifanya filamu kadhaa zilizofanikiwa. Maisha ya Shinei Ahuja yalibadilika kabisa mwaka 2009. Hii ni baada ya msichana wake wa kazi mwenye umri wa miaka 19 kumshtaki mwigizaji huyo kwa kumbaka nyumbani kwake huko Mumbai. Alifunguliwa mashtaka Juni 2009, kisha alikamatwa na kupelekwa kwenye gereza la Arthur Road na miezi michache baadaye alipewa dhamana. Mnamo mwaka 2011, Shinei alihukumiwa kifungo cha miaka 7.5 gerezani. Baadaye aliwasilisha rufaa yake katika mahakama kuu na akapewa dhamana ya muda. Mnamo mwaka 2009, msichana wa kazi wa Shinei alibatilisha kauli zake na ripoti za matibabu ya mahakama, lakini hakimu aliamini kwamba msichana huyo aligeuka na kutoa kauli hiyo kwa kushinikizwa. Baada ya kupata dhamana, Shinei alijaribu kurudi Bollywood na filamu ya Welcome Back mwaka 2015, lakini alipotea baada ya hapo. Shinei alishiriki filamu kadhaa zilizovuma sana zikiwemo Life in a Metro, Bhul Bhulaiya, Wolamle na nyinginezo nyingi. Je, unamkumbuka Shinei kupitia filamu gani zaidi? Jimmy Shergill. Baada ya kupata msukumo mkubwa kutoka kwa binamu yake, Jimmy Shergill alijiunga na shule ya uigizaji ya Roshan Taneja. Mwaka 1994, mwongozaji aitwaye Gulzar akiwa anafanya filamu iitwayo Maachis, Jimmy alikwenda kumtembelea ili apate nafasi ya kuwa mwongozaji msaidizi. Badala yake Gulzar alimpa nafasi ndogo ya kuigiza katika filamu hiyo, na huo ndio ukawa mwanzo wa safari yake ya uigizaji. Jimmy alipata umaarufu mkubwa baada ya kuigiza kama mmoja wa wavulana wazuri, yani Chocolate Boys, katika filamu ya Mohabbatein ya mwaka 2000. Filamu hii ikawa ni filamu ya Kihindi iliyopata mapato mengi zaidi kwa mwaka huo. Baada ya hapo, Jimmy alicheza katika filamu kadhaa zikiwemo Mere Yaar Ki Shaadi Hai ya mwaka 2002, Munabai MBBS ya mwaka 2003, A Wednesday ya mwaka 2008, Tanu Weds Manu ya mwaka 2011
2011, Special 26 ya mwaka 2013, Happy Bag Jayeg ya mwaka 2016 na Dede Pyar De ya mwaka 2019. Filamu zake zilizopata mapato makubwa zaidi ni zile alizocheza katika nafasi ya mhusika msaidizi. Filamu hizo ni pamoja na My Name is Khan ya mwaka 2010 na 10 Words Manu Returns ya mwaka 2015. Jimmy Shergill ameigiza katika filamu nyingi za Kipunjabi na anafahamika sana katika tasnia ya filamu ya Kipunjabi ambako alianza kwa kufanya filamu inayoitwa Yaran Nal Baharan mwaka 2005. Naam, hao ni baadhi ya waigizaji wa kiume waliosahaulika ndani ya Bollywood. Kumbuka kusubscribe katika chaneli hii ya Telebongo ili usipitwe na orodha nyingine ya waigizaji, filamu na mambo mbalimbali ndani ya tasnia ya filamu. Je, unadhani ni mwigizaji gani ambaye amesahaulika na hapa tumemsahau tena? Tukutane video inayofuata.